Weza kuamka salama hata unaelekea kazini, ni jambo la kumshukuru Mungu sana sana tena sana. Wengi wametamani nafasi kama hii ambayo wewe umepata, nami pia nimepata, lakini kwao imekuwa ni ngumu. Wengine wameamka wakiwa ni wagonjwa, wengine wameamka wakiwa ni wafu, wengine hata asubuhi kufika wakaelekea hospitalini. Lakini mimi na wewe, Mungu ametufanyia nafasi, ni wazima. Mungu ametulinda, Mungu ametutunza, Mungu ametuhifadhi na kutupigania. Ni jambo la kumtukuza Mungu sana tena sana. Jinsi vile tulivyo, tunaishi kwa neema na ni kwa upendo wake tu Mungu, ndio maana tuko hivi jinsi tulivyo. Na mimi na wewe tuna kila sababu za kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante katika yale mengi ambayo ametenda katika maisha yetu. Yeye ni mwema kila itwapo leo. Ayatendayo katika maisha yetu ni makubwa mno, yanapita akili na fahamu za kibinadamu. Yeye ni mwingi wa rehema na ni mwingi wa upendo. Katika mengi mabaya ambayo sisi wanadamu tunatenda au tunawaza, lakini bado anatusamehe na bado ametupa neema ya kuendelea kuishi. Yes, Mungu anatupenda na mimi na wewe tuna kila sababu za kumshukuru, maana kila itwapo leo Mungu anatenda mema katika maisha yetu. Siku ya leo tumeweza kuiona ni muujiza tosha. Barikiwa sana mkuu. Amen, amen. Mungu akuinue, Mungu abariki sadaka zako, Mungu akutendea liyo mema kila itwapo leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu ametutetea, Mungu ametusaidia, mimi na wewe tuko vizuri. Barikiwa sana. Amen, amen. Amen. Natamka baraka, neema na kibali juu yako. Mungu akuinue, Mungu akufanikishe katika njia zako zote, umpendeze Mungu na ziwe ni njia za mafanikio. Baba, asante kwa maana wewe ndio unayebariki. Naruhusu kibali na neema kwa mwanao huyu, naruhusu baraka zako zidi. Mungu, ninakuomba weka nguvu ndani yake, nguvu ya mafanikio. Umshindie katika maeneo yote, umpe kibali, umpe amani na umpe neema. Bwana, umtenge mbali na mabaya, kila nguvu zote za giza, mashambulizi yote kipepo yasipate nafasi ndani yake. Bwana, nakuomba umtenge mbali na kila aina ya ubaya, umambatanishe na mema, umambatanishe na baraka zako. Metamka neema na kibali na utukufu na mafanikio ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa. Amen. Barikiwa sana. Watu wa Mungu, tuna kila sababu za kumuinua Mungu katika yale mema ambayo anatenda katika maisha yetu. Namna jinsi vile tulivyo ni kwa neema ya Mungu. Mungu ametupendelea, Mungu ametupa uzima, Mungu ametusaidia. Mimi na wewe hivi jinsi tulivyo ni Mungu ametusaidia. Siku ya leo nataka nikufundishe yale ambayo unapaswa kuweza kuyajua na yatakayofanyika ufungulivu kwako. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka nikufundishe yale ambayo unapaswa kuyajua yatokayo kwa Mungu, yatakayo kuwa sababu ya kufunguliwa kwako. Kuna mambo ambayo unatakiwa uweze kuyajua yatokayo kwa Mungu, ambayo yenyewe yatafanyika kufunguliwa kwako. Yes, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ayubu 22:21, maandiko yanasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo kuna mambo unatakiwa uweze kuyajua. Barikiwa sana. Mungu akuinue, Mungu akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuweza kuyajua yatokayo kwa Mungu, ili katika hayo yafanyike kufunguliwa kwako. Kuna mambo unatakiwa uweze kuyajua. Kuna vitu usivyojua au kuna mambo kama usipoyajua hauwezi ukafunguliwa. Huo ndio ukweli. Barikiwa sana mkuu. Barikiwa sana. Yaani kuna mambo kama usipoyajua hauwezi ukafunguliwa. Na ndio maana Yesu akawaambia wale Wayahudi ya kwamba ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, ndipo mtakapojua hiyo kweli, nayo hiyo kweli itaweka nini? Huru. Akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Barikiwa sana mkuu. Barikiwa sana. Ya kwamba ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, ndipo mtakapojua hiyo kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Ina maana kwamba kuna mambo lazima uweze kuyajua. Ukishajua yatokayo kwa Mungu, kitendo cha kuyajua tu unakuwa umefunguliwa. Unaelewa? Yaani kitendo cha kuyajua yatokayo kwa Mungu unakuwa umefunguliwa.
Barikiwe sana. Mungu abariki sadaka yako. Mungu akuinue. Mungu akutendee mema kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura 20 na ule mstari wa kwanza mpaka nitakapoishia. Maandiko yanasema hivi: siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya siku ya tatu, utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazizidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Ndugu zangu, hapa nimekusomea habari za Hezekia, lakini katika yale ambayo Hezekia alipitia ni mfano wetu sisi wanadamu, ambapo leo hii kuna mazingira ambayo tumejikuta tunaishi kutokana na yale ambayo pia Hezekia alipitia. Katika andiko hili inavyoonyesha ni kwamba Hezekia alikosea, na baada ya kukosea Mungu akamtuma nabii Isaya. Barikiwe sana. Mungu akuinue, Mungu afute machozi yako, Mungu akutendea yaliyo mema kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo Hezekia amekosea, Mungu akamtuma nabii Isaya. Barikiwe sana. Amen, amen. Mungu akamtuma nabii Isaya akamwambia kwamba, Hezekia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa hutapona. Inavyoonekana Hezekia ni kwamba alikosea. Wakati ambapo Hezekia amepewa taarifa ile, alichokifanya Hezekia akageukia ukutani akamwambia, Bwana nakusihi. Barikiwe sana. Amen, amen. Hezekia akamwambia, Bwana nakusihi, usiangalie teso langu, ukumbuke siku ambazo nilizosogea mbele zako wakati nikiwa mkamilifu. Bwana, usiangalie makosa yangu, niko mbele zako, ninatubu dhambi na makosa, ninaomba unisamehe. Kumbuka wakati ambapo nilivyokutenda kwa mema. Bwana, usiniue. Bwana, ninatubu dhambi na makosa, ukumbuke siku ambazo nilizokuwa natoa sadaka. Hezekia akamkumbusha Mungu wakati ambapo alipokuwa akitenda mema. Hezekia alipopewa taarifa na nabii Isaya, Hezekia hakumkasirikia nabii Isaya, isipokuwa alitambua kwamba ni ujumbe wa Bwana umemfikia. Anachotakiwa Hezekia ni kubadilisha njia yake, ni kubadilisha mambo yote mabaya aliyokuwa nayo, ni kusogea mbele za Bwana na kumwambia Mungu nisamehe. Alichokifanya Hezekia, hakumchukia nabii, alisogea mbele za Bwana akamsihi Mungu, akalia mbele za Bwana akamwambia, Bwana ninatubu dhambi na makosa. Akamwambia, Bwana ninaomba unisamehe. Akamwambia, Bwana ninaomba unisamehe. Akamwambia, Bwana ninaomba unisamehe. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Hezekia baada ya kupewa taarifa hakumchukia nabii Isaya, isipokuwa alitambua kuwa ndio nimekosea. Ninachotakiwa kwa sasa ni kusogea mbele za Mungu kwa unyenyekevu na kumwambia, Bwana ninatubu dhambi na makosa. Mahali popote ambapo nimekosea, aidha kwa mawazo au kwa maneno au kwa matendo, Bwana ninaomba rehema. Wakati ambapo Hezekia ametubu dhambi na makosa, wakati ambapo Hezekia alipomkumbusha Mungu, maandiko yanasema neno la Bwana likamjia tena nabii Isaya kusema, rudi. Amen. Nakwambia
Okay, sawa. Okay. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwana huyu, amekuwa mwaminifu, ameleta sadaka mbele zako. Bwana Mungu, ninakuomba usimwache kama jinsi alivyo, kama vile mwanamke Hana alisogea mbele zako kwa machozi akitamani kupata mtoto. Bwana, hata akaweka nadhiri mbele zako Baba, kwa sababu ni mwaminifu, ulimtendea Hana, ulimpa haja ya moyo wake, ulifungua tumbo lake ukampa mtoto. Bwana, mwanao huyu alichukua bahasha hii, ameweka sadaka kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Mungu, ninakuomba, ana haja za mioyo yake. Mungu, ninakuomba umfanikishe, umuinue, umtendee mema. Sadaka hii ikanene mema katika maisha yake. Sadaka hii ikanene mema kwa ajili ya uzao wake. Ninakataa mabaya katika uzao wa tumbo lake. Ninakataa mabaya kazini kwake. Ninakataa mabaya katika mahusiano yake. Mungu, ninakuomba umuongoze katika mema, umfanye awe kichwa wala si mkia, awe juu tu wala sio chini. Kwa sadaka hii ikanene mema kama sadaka ya Habili, na uzao wa tumbo lake ubarikiwe, na kazi ya mikono yake ibarikiwe, na katika hatua zake zote akafanikiwe tu, katika jina la Yesu Kristo. Umebarikiwa, barikiwa sana. Amen, amen. Niko nakwambia habari za Hezekia. Hezekia wakati ambapo alipopewa taarifa na nabii Isaya, wala Hezekia kumchukia nabii, alichokifanya alitambua kuwa ni ujumbe nimepewa na Bwana, ngoja nibadilishe njia zangu. Kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa 7, maandiko yanasema hivi. Okay, Isaya 55:7, maandiko yanasema hivi. Isaya 55:7, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maandiko yanasema, barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi, nirudie tena. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Watu wa Mungu, iko hivi, maandiko yanasema na mtu mbaya na aache njia yake mbaya, na mtu asiye haki aache mawazo yake, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Jamani, iko hivi, Mungu ni mwingi wa rehema, na furaha ya Mungu ni kutuona sisi tukiwa na amani. Watu wengine mko mahali hapa hamna amani kwa sababu ya matukio aidha ya giza ambayo umekwisha wewe kushiriki kuyafanya. Jana kanisani kwetu kuna mtu mmoja amekuja pale kanisani, alikuwa amejiunga chama cha Freemason. Barikiwa sana mkuu, barikiwa sana. Jana kuna mtu mmoja amekuja pale, alikuwa amejiunga chama cha Freemason tangu mwaka 2004. Unanielewa? Wakati ameingia pale, nabii akawa anamtabiria, akasema kwamba naona damu zinalia nyuma yako na unafuatwa na jeneza. Aliua ndugu zake, sawa, akaua mtoto wake. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Aliua ndugu zake, akaua mtoto wake, sawa. Ndani kwake nabii akasema kwamba ninaona jeneza liko ndani ya nyumba yako, na ni kweli jeneza amelificha juu ya dari. Ilo jeneza katika damu na nyama, muonekano damu na nyama ni kama kadogodogo, jeneza ambalo anaingia mtoto wa miaka miwili au mitatu, sawa. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ni jeneza kubwa, na mke wake alishtukia ya kwamba mtu yule ana mambo ya kishetani. Mke wake akaamua kukimbia, akamwacha kama jinsi alivyo. Jamaa alikosea masharti. Lile jeneza mwanzoni aliliweka chini ya nini, ya uvungu, sawa, na aliambiwa hivi, ili jeneza asilione mtu yote, hata mke wako asilione. Wakati siku mke wake yuko katika maombi huku na huku, akaambiwa na watumishi wa Mungu ya kwamba ndani kwako kuna giza, ndani kwako kuna nguvu ambayo inakula familia, ndani kwako
mme wako yupo katika chama cha Freemason, angalia, nenda chini ya huko, angalia je, kuna nini? Hiyo siku mke wake akaliona jeneza. Alipoliona lile jeneza, ndipo sasa jamaa masharti akawa amekosea, kwa sababu mke wake aliliona. Baada ya pale, mali zake zikaanza kudondoka, zikaanza kushuka. Sasa jana amekuja kwa nabii the sniper on fresh radi, baba yangu wa kiroho, ameingia tu ibadani. Barikiwe sana. Ameingia tu ibadani, baba yangu anaona hata usipomwambia kitu anakuambia, nenda kalichukue jeneza ulilete mahali hapa. Akapewa nauli jana, akaenda nyumbani jana, jeneza likaletwa pale kanisani jana. Wakati analeta, ndani ya jeneza inatoka damu. Nataka tunasema tu, umekuja ibadani uko unaangalia mambo makubwa. Angalia, damu iko inachuruzika, damu. Nabii akamfanyia ukombozi wa hali ya juu, akamtenganisha na Freemason. Sasa kuna wengine pia mko mahali hapa, ndani kwenu kuna majeneza, wengine pengine huenda mmesha kumwaga damu. Mimi nakualika, sawa, njoo kesho, the sniper wa Fresh Radi akukomboe. Na ndio maana pia nakwambia haya kila siku, ili waweze kumtazama Mungu, sawa Amua kuacha mabaya, amua leo kumrudia Kristo. Angalia, iko hivi, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Yesu Kristo aliamua kutoa uhai wake ili sisi tuweze kupata uhai. Yesu Kristo alikubali kufedheheka ili sisi tuheshimike. Yesu Kristo alikubali kuteseka ili mimi na wewe tusiteseke. Barikiwe sana. Amen. Natamka baraka na uzima ndani yako. Ninavunja na kuharibu kila na kifungo. Ninavunja na kuharibu kila na nguvu zote za giza. Natembelea neema na mafuta iliyoko juu baba yangu, the sniper on fresh radi. Ninakutenganisha mbali na mabaya. Ninakutenganisha mbali na kila na magonjwa. Ninakutenganisha mbali na kila na fedheha. Ninakutenganisha mbali na kila na mipango mibaya waliopanga maadui zako. Nimekutenga mbali na ubaya. Nimekutenga mbali na mateso. Natamka damu ya Yesu Kristo inene kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo inene uzima kwa ajili yako. Damu ya mwana kondoo inene baraka kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo ikutakase. Damu ya Yesu Kristo ikushindie kila damu za wanyama zilizomwagwa na maneno mabaya katamkwa kinyume chako. Kuanzia leo natamka damu ya Yesu Kristo inene uzima kwa ajili yako, ikafute na kuharibu maneno yote mabaya, maneno ya kichawi, maneno ya kushindwa, maneno ya magonjwa yaliyotamkwa kwa ajili yako. Nimefuta kwa damu ya Yesu Kristo. Nimetamka uzima kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo kutakase. Nazo ni barikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Amen. Barikiwa sana. Watu wa Mungu, iko hivi, Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Unachotakiwa leo hii ni kuifuata njia ya wokovu. Uamue kuishi maisha ya kumpendeza Kristo. Uamue kuishi maisha ya kumfuata Yesu Kristo. Amua leo, mimi nimekuletea habari za Yesu Kristo. Amua leo kubadilisha njia zako. Amua leo kumfuata Yesu Kristo. Amua leo kumwamini Yesu Kristo. Kaa ndani ya Yesu Kristo, utaona jinsi ambavyo amani itakavyotawala katika maisha yako. Na kama kuna jambo ambalo pengine umekwisha ifanya ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, linalokutesa mpaka leo, Mungu anasamehe dhambi. Jamaa ambaye alikupa ushuhuda wake, damu ya Yesu Kristo ilimwagika pale msalabani ili yenyewe itumike kama fidia kwa ajili ya utajiri wako. Unakuta kijana anakwenda kujiunga kwenye chama cha Freemason, anatafuta utajiri. Unatafuta utajiri. Unatafuta utajiri. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Ayubu sura ya 8 mstari wa 5. Maandiko yanasema, wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Tena ijapokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Wewe mtafute Mungu kwa bidii, uwe mtakatifu, alafu uangalie, je, Mungu hata kufanikisha? Usiende kujiunga na vyama vya kichawi. Usiende kujiunga na vyama vya kichawi.
Yesu Kristo alikubali kuyatoa maisha yake. Yesu Kristo alikubali damu yake iweze kumwagika. Kwa damu Yesu Kristo iwe ni fidia ya kutajirika kwako. Kinachotakiwa ni kumwamini tu. Kinachotakiwa ni kumwamini tu Yesu Kristo. Kinachotakiwa ni wewe kuzishika njia, ni kuishika njia njema. Maandiko yanasema kitabu cha Isaya 55:7 inasema hivi: mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kama wewe ni mtu mbaya, amua kuziacha njia zako mbaya, urejee kwa Mungu naye atakusamehe. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ana upendo. Atakusamehe dhambi, atakutajirisha, atakuinua, atakufanikisha. Ukisha mwamini mwana ambaye ni Yesu Kristo, umepata vyote. Maandiko yanasema amwaminie yeye hahukumiwi, lakini asiamini amekwisha kuhukumiwa. Maana ya kuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Unapomwamini Yesu Kristo unapata uzima wa milele. Unapomwamini Yesu Kristo unapata uzima wa milele. Ndugu zangu, iko hivi, kuna maisha baada ya maisha ya kifo cha kimwili. Narudia tena, kuna maisha mengine ya uzima baada ya maisha ya kifo cha kimwili. Kuna kupata uzima wa milele. Maandiko yanasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Barikiwa sana. Mungu abariki sadaka yako. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kuna maisha ya uzima baada ya maisha ya kuishi hapa duniani. Yaani kuna maisha mengine baada ya kumaliza kuishi maisha hapa duniani, kuna kupata uzima wa milele. Maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Wakati ambapo utakapoutafuta ufalme wake kwanza, baraka za hapa duniani utazipata, majumba utayapata, magari utayapata, watoto utapata, ndoa utapata, kila kitu utapata. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Ukisha kuwa na tumaini kwa Mungu, hata kama usipopata vitu vya hapa duniani, hata kama usipopata vitu vya hapa duniani, utapata uzima wa milele. Jamani, iko hivi, kila kilicho hapa duniani ni cha kupita. Chochote ambacho unachokiona, magari, majumba, kila kitu ni cha kupita. Hata mke uliye naye mzuri, hata mume mzuri uliye naye, watoto wazuri ulionao, wakati mwingine huenda ukatangulia wewe ukawaacha, au wakatangulia wao wakakuacha. Tulivyovikuta hapa duniani, barikiwe sana, barikiwe sana. Tulivyovikuta hapa duniani tutaviacha hapa duniani. Cha msingi wakati tuko hapa duniani tutafute ya mbinguni. Kuna mtu mmoja akasema think out of the box, yaani ufikirie nje ya box, nje ya box. Think out of the nini, of the box. Sawa hiyo sasa mgani nyakiusa. Sawa ufikirie nje ya box. Wakati uko hapa duniani usitafute ya duniani tu, bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo mengine mtazidishiwa. Yote tuliyokuta tutayaacha. Barikiwe sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana mtu wa maana hajivunii magari, hajivunii majumba, hajivunii alivyovikuta hapa duniani. Mtu wa maana anajivunia kuwa nina Kristo ndani, nina uhakika kwenda mbinguni. Huyo ndio mtu wa maana. Sio eti magari, majumba, vyote vya kupita. Leo hii tuko namba F, plate number zinasoma namba F. Gari zilianza plate number namba A. Leo hii mwenye namba A anawaza mara mbili, tapataje namba F? Unaelewa? Na anawaza niingize barabarani au ikae nyumbani, au niifanye tu iwe ni ya kubebea nyasi za ng'ombe. Angalia, mambo yanabadilika. Unachotakiwa wewe leo hii, mtafute Mungu. Kaa vizuri na Mungu. Sawa Kaa vizuri na Mungu. Mtu wa maana anautafuta kwanza ufalme wa mbinguni, anakaa kwanza vizuri na Mungu, alafu mambo ya hapa duniani haya
kutii pressure namna yote. Ukipata mshukuru Mungu, ukikosa mshukuru nani? Mungu. Unakuta mtu mwingine anakwenda baba kujiunga na chama cha kichawi, anakubali kumwaga damu za watu ili apate utajiri. Unamuua mwingine kwa sababu ya mali ambazo unazifaidi hapa duniani, na siku ukipo unaenda motoni. Kuna vijana wengi sana wameuza nafsi zao kwa kwenda kujiunga na vyama vya kichawi, Freemason. Kuna watu wengi sana wameuza nafsi zao. Mpokee Yesu Kristo leo. Maisha yako mpe Yesu Kristo leo, utapata uzima, utakuwa na amani, utakuwa na furaha, utakuwa na kicheko. Wakati ambapo neno la Kristo litakapokuwa ndani yako, neno litakufanikisha. Tatizo ni kwamba unataka utajiri wa haraka. Maandiko yanasema vipatikanavyo kwa haraka hupotea. Kwa nini? Kwa haraka. Vipatikanavyo kwa haraka hupotea. Kwa nini? Kwa haraka. Wewe mwamini Mungu, fanya kazi hata kama mshahara ni shilingi 50,000. Mtumainie nani? Mungu. Kwenye 50,000 chukua 5,000, toa fungu la 10. Sawa 5,000 nyingine mwambie Mungu, hii hapa ni sadaka yangu ya kujiungamanisha. Hii ni sadaka yangu ya kusapoti Injili. Hii ni sadaka yangu Baba, hii ni sadaka yangu. 40,000 baki nayo, weka kama mtaji. Anza biashara, kubali kuuza hata sambusa kama dada yangu hapa. Sawa tatizo ni kwa sababu mimi nitaonekaneje? Nikiuza sambusa taonekaneje? Utaonekaneje kwenye hela? Wewe fanya biashara, kubali kuanza. Kubali kuanza. Anza na supu hapa pia kama dada yangu hapa. Unaanza na kidogo kama hivi, kesho kutwa unakuwa na sufuria napika kilo 300. Na wateja wanakunywa supu yote. Kubali kuanza. Anza hata na juice. Unakubali kuanza. Maandiko yanasema kwenye Ayubu 8:5, wewe ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi, ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi yake hapo kufanikiwa. Tena ijapokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Mwisho wako ungeongezeka sana. Usikubali kwenda kujiunga kwenye vyama vya kichawi eti kisha upate utajiri. Unamuua mama yako kabisa. Barikiwa sana. Unamuua mama yako. Mama yako amekutunza miezi 9 tumboni. Mwanamke wa watu, tumbo mbele, wakalakaja. Sawa maana kwenye kutembea anatafuta balance. Bwana wakina mama, simnaelewa wenye watoto, simnaelewa Sasa mwanamke amekubali yote. Wewe umekuja kukua eti unamuua mama kisa hela kabisa, na huku zinakuwemo. Unamuua mama mzazi kisa hela, kisa utajiri. Mama yako amekutunza miezi 9 tumboni, mwanangu aje kuzaliwa, si kwa kujifungua, huenda pengine wengine mpaka operation ilihusika. Alafu wewe kisa pesa eti unamuua mama yako kisa utajiri kabisa. Jamani, iko hivi, usimwage damu isiyokuwa na hatia kwa sababu ya pesa. Yesu Kristo damu yake ilimwagika ili sisi tuweze kupata pesa. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika msalabani pale ili sisi kupitia damu ya Yesu Kristo tuweze kupata ushindi. Damu ya Yesu Kristo utakapoikiri na kusema damu ya Yesu Kristo inene mema kwa ajili yako, hakika damu ya Yesu Kristo lazima itanena uzima kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo. Mtu mbaya na aziache njia zake mbaya. Mtu mbaya na aziache njia zake mbaya. Isaya 55:7. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Mtu mbaya na aache njia yake. Jamani, iko hivi, ni bora kutenda mema kuliko kutenda mabaya. Ni bora kuenenda katika utakatifu kuliko kuenenda katika dhambi. Ni bora kuenenda katika pendo la Mungu kuliko kuenenda katika chuki. Maandiko
anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Mungu. Kama ni kijana unafanya mambo yasiyofaa, bora uache hiyo njia. Kama ni mama, aidha pengine usiku na wanga, bora uache. Kama ni mbaba, wewe kila siku unafanya mambo ya kikatili, bora uache. Maandiko yanasema mtu mbaya na aache njia yake mbaya. Watu wa Mungu, iko hivi, kuna baraka nyingi sana ambazo Mungu ametuahidi sisi kuzipata wakati ambapo tutakapoenenda katika mapenzi yake. Kuna baraka wakati bado tuko hapa duniani, lakini pia kuna baraka siku tutakapoenda mbinguni. Wala usijisahau, maisha ya mwanadamu ni mafupi. Leo tupo, kesho hatupo. Angalia, kabla ya kutoka hapa duniani, je, leo hii unatenda nini? Leo hii unaishi maisha gani? Maisha ndani ya Kristo au maisha ndani ya shetani? Kabla ya kutoka hapa duniani lazima angalie, je, maisha yangu nimemkabidhi nani? Yesu Kristo au shetani? Maisha ni kuchagua. Mungu amekupa uhuru ili uweze kuchagua. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati nasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Chagua uzima. Barikiwa sana. Mwenyezi Mungu nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya mwanao Angel. Natamka baraka, neema na kibali juu yake. Natamka uzima na mafanikio. Natamka ulinzi. Malaika mnaotembea pamoja nami, mnaonilinda kila itwapo leo, ninawaagiza tembeeni na Angel, umlinde kila endako. Mwepushe mbali na mabaya, mtenge mbali na mabaya. Malaika Gabriel, malaika wa habari njema, leta habari njema kwa mwanao Angel. Angel, utasikia mema tu. Angel, utasikia habari njema tu. Malaika Gabriel, na kuamuru, leta habari njema kwa Angel. Kila atembeapo apate habari njema, na katika masikio yake asikie mema, mema ya kumfurahisha, mema ya kumfanikisha, mema ya kumuinua. Katika jina la Yesu Kristo imekuwa kwako. Amen. Barikiwa sana, barikiwa sana. Amen, amen. Watu wa Mungu, iko hivi. Mungu amekupa uchaguzi. Mungu ametupa tuweze kuchagua. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Chagua uzima. Barikiwa sana. Kumpenda Bwana Mungu wako. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Kumpenda Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani huo ndio uzima wako. Mungu ametupa tuweze kuchagua baraka au laana, mema au mabaya, uzima au mauti. Mwanadamu amepewa chaguo, kuchagua baraka au laana, mema au mabaya, uzima au mauti. Uchaguzi upo kwako mwanadamu. Njia sahihi ni kumchagua Yesu Kristo. Wakati ambapo utakapomwangalia Yesu Kristo, wakati ambapo utakapomtazama Yesu Kristo, yeye ndiye sababu ya uzima. Wakati ambapo utakapomtazamia Mungu, yeye ndiye sababu ya uzima. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Watu wa Mungu, iko hivi, maisha ni kuchagua. Chagua leo, mchague Yesu Kristo leo. Amua leo kuichagua njia ya utakatifu. Amua leo kuichagua njia ya kumpendeza Mungu, ili maisha yako yaweze kuwa ni baraka, na kizazi chako pia, na watoto wako, hata baada yako wewe. Utembee katika baraka, utembee katika mafanikio, utembee katika uzima, utembee katika ushindi. Wakati ambapo utakapomchagua Yesu Kristo awe ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako, amini nakwambia, maisha yako yatajawa na kicheko, maisha yako yatajawa na uzima. Utakuwa ni mshindi kila itwapo leo, utakuwa na nguvu kila itwapo leo. Maandiko yanasema, nao waliomchagua aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Wakati ambapo utakapomtazamia Yesu, utapokea uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu. Barikiwa sana.
Amen, amen. Barikiwa sana. Barikiwa sana mkao. Barikiwa sana. Wakati ambapo utakapomchagua Yesu Kristo, utapokea uwezo wa kufanyika mtoto wa nani? Wa Mungu. Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima. Yesu akasema hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kupitia kwa mimi. Ukitaka uweze kumfikia Mungu Baba, lazima upitie kwa mwana, umwamini Yesu Kristo. Wakati ambapo utakapomwamini Yesu Kristo, ndipo zile baraka, barikiwa sana, amina, barikiwa sana, ndipo zile baraka ambazo Mungu Baba ametuahidia sisi, ndipo utakapozipata. Yesu akasema hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kupitia kwangu mimi. Lazima uweze kumwamini Yesu Kristo. Wakati ambapo utakapomwamini Kristo, wakati ambapo utakapokaa ndani ya Kristo, amini nakwambia, maisha yako yatakuwa ni ya baraka, maisha yako yatakuwa ni ya uzima. Utashinda katika maeneo yote, utakuwa na nguvu katika maeneo yote, utajikuta una nguvu. Hautaishi kwa kuogopa, utaishi kwa kuamini. Watu wengi wanaishi maisha ya hofu kwa sababu ndani yao hakuna uzima. Wakati ambapo utakapomwamini Yesu Kristo, uzima unaingia ndani yako. Hautaishi maisha ya kuogopa, utaishi maisha ya tumaini jipya. Hautaishi maisha ya kuogopa, utaishi maisha ya tumaini jipya. Mwanadamu akikosa kuwa na matumaini, anakufa mapema. Asa Yesu Kristo, yeye ndiye tumaini letu. Yeye ndiye tumaini letu, ambapo wakati utakapomwamini, wakati ambapo utakapomtazamia, wakati ambapo utakapoinua imani yako, amini nakwambia, hautaishi kwa kuogopa. Ndani yako itakutajaa matumaini, ndani yako kutajaa uzima, alafu utajikuta kile unachokifanya utakuwa na uhakika wa kufanikiwa. Ni tofauti na pale ambapo Yesu Kristo hayupo ndani yako. Yesu akasema, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Wakati ambapo utakapomtazamia Yesu Kristo, kuna mizigo ambayo ipo inatuelemea. Watu wengine mko mahali hapa, kuna mizigo ya laana, kuna mizigo ya kichawi, kuna mizigo ya kurithi mikoba. Watu wengine mko mahali hapa, mnatakiwa muwe waganga wa kienyeji. Yaani mizimu ya kwenu, mababu na mabibi imekuchagua wewe ndio uweze kurithi mikoba. Yesu akasema, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Hiyo mizigo, mikoba ambayo unatakiwa uweze kurithishwa, wakati ambapo utakapompa Yesu maisha yako, angalia, hiyo mizigo yote itakuachia. Na maanisha kumpa maisha yako kikamilifu. Maana kuna mtu mwingine anaweza akaokoka, yaani hajulikani kama ni moto au kama ni baridi, hajulikani, yaani bado hajaeleweka. Unamkuta ameokoka lakini anashtua kamnywesho kidogo, sawa Yaani unamkuta yupo kanisani lakini kwenye kamnywesho anashtua. Anakwambia ni divai. Kama ni pombe anashtua. Wanawake ndio usiseme. Hasa wewe hapo hujaokoka. Anayeokoka kikamilifu, pombe anaacha, sigara anaacha, bangi anaacha, wanawake anaacha. Barikiwa sana. Natamka baraka na uzima. Utajifungua salama. Na mtoto atakayezaliwa amebarikiwa. Debora, wewe ni barikiwa. Na kufunika kwa damu ya Yesu Kristo na kuepusha na mabaya. Natamka uzima na ulinzi juu yako. Neema na kibali. Mungu akulinde na malaika wa Bwana watembee pamoja nawe. Wakuepushe na kila eneo baya. Utukufu wa Mungu ndio uonekane kwako. Mabaya yasitajwe kwako, bali amani tawale kwako. Furaha na kicheko, mafanikio, uzima na baraka itokayo kwa Mungu. Debora ni barikiwa na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Wanao wamebarikiwa na kazi ya mikono yako imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana. Amen. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Ukishaokoka kikamilifu, inatakiwa ujitenge mbali na mabaya.
ujitenge mbali na mabaya. Wanawake, unatulia. Kwa sisi wa Kristo unakuwa na mwanamke huyo mmoja. Kwa sisi wa Kristo unakuwa na mwanamke huyo mmoja. Kama ni kijana hujaoa, tafuta mchumba na ukaenee kwenye mahusiano mpaka wakati ambapo mtakapofunga ndoa, na msishiriki chochote kwa sababu ya kulinda utakatifu, kwa sababu ya kumheshimu Mungu, kwa sababu ya kuto kulivunja agano. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi: wakati ambapo utakapokuwa ndani ya Kristo kikamilifu, hautaishi maisha ya hofu, hautaishi maisha ya mashaka, utaishi maisha ya kujiamini, utaishi maisha ya baraka, utaishi maisha ya uzima, utaishi maisha ya mafanikio, utaishi maisha ya ushindi. Barikiwa sana mkuu, Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Utaishi maisha ya ushindi. Baraka zitaonekana kwako, mafanikio yataonekana kwako, amani itatawala ndani yako, furaha itatawala katika maisha yako. Utaishi kwa kuamini, sio kwa kuogopa. Utaishi kwa kuamini wala sio kwa kuogopa. Aliye ndani ya Kristo na ambaye amelishika neno liko ndani yake, imani ndio inakuwa ni kubwa, hofu inamuogopa yeye. Yaani iko hivi, ukishalishika neno, umekaa ndani ya Kristo, alafu umeamua maisha yako uweze kuwa kama ni moto, uamue kulishika neno kikamilifu, uamue kuishi maisha matakatifu, hofu itakuogopa wewe. Yaani hofu itakuogopa wewe. Barikiwa sana. Mungu akuinue, Mungu akutendea leo mema kile tupo leo katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana. Wakati ambapo maisha yako utakapoamua kumpa Yesu Kristo, ya kwamba sasa mimi ninajikabidhi maisha yangu ni mimi na Kristo, mimi na Yesu, Yesu na mimi. Amini nakwambia, hofu itakuogopa wewe.